Hebu nenda zako huko. Toka zako. Shika begi lako. Nenda zako. Wewe unafikiri mimi nani? Mimi mwanaume ambaye natakiwa na mimi raha ya maisha ya ndoa, ina maana ni familia. Sasa leo mimi toka tuanze maisha mimi na wewe, hata ujauzito hakuna cha nini wala cha. Sasa mimi niendelee kuvumilia kwa wazee wenzangu huko katika vijiwe vya kahawa wanazungumza mengi. Inakuwaje? Hapa kufai kwa heri. Ngoba mbona nifukuza sasa mimi ninakwenda wapi? Umlio mimi ninakwenda wapi? Nimeanza kwenye ufukara sasa hivi tunajenga nyumba na nifukuza mimi naenda wapi Ngoba? Kwambiaje? Hapa sio kwako. Unanifukuza mimi naenda wapi? Unanifukuza kwa mimi sina baba mtenda wapi? Hapa wewe kutoa senti ngapi sana ni kula kulala na kuendelea na mambo yako mengine. Nilishakwambia mimi na bwana nenda zako hakika bega zako nenda bwana nenda zako. Wewe bila funga mlango wangu hapa sina mpango. Wewe karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Mzee Noti. Ndio. Mimi bwanangu amenifukuza. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada nije kukaa hapa angalau kwa mwezi au siku 5. Mama, nimekusikia. Lakini kila ninalofikiria la kukupa msaada nazuilika. Kwa sababu mpaka kakufukuza kwa tatizo gani? Amenifukuza, amesema mimi hawezi kukaa mwanamke tasa hazai. Kwa hiyo muda wote nimekaa naye sijashika ujauzito, ndio maana ameamua kunifukuza. Sasa kwa maelezo yako, mke wangu hapa hayupo, kenda kwao Bagamoyo. Akirudi kwa muda utakaokuwa amefika hapa, akitukuta sisi tunaishi wawili ndani, mama, huoni hayo yatakuwa ni mashaka? Wote kama unaamua kunisaidia unisaidie. Mimi sitakuja hapa kukugombanisha wewe na mke wako. Mimi naomba tu hifadhi ya kulala, sababu mimi sina hata kwa kwenda. Huyu mumeo aliyokufukuza, yeye ni jirani yangu. Kwa kutizama tu haraka haraka na mawazo yale, yeye akigundua kwamba wewe uko hapa mwezi, wiki, siku zinakuishia hapa, unavyofikiri kwa fikra kawaida, anaweza akanifikiria ni mtu wa namna gani mnaoishi na mkewe. Kwenye hili nitashindwa kukusaidia, lakini kama kutatokea lolote nje na hili nitakusaidia. Karibu sana. Karibu. Asante. Leo umenikumbuka. Hapo. Wewe mazoko nyumbani. Sio bwana sana. Uliko nilombeni mwenzako unasafiri na Chingwea? Hakuna.
Mimi na matatizo na shemeji yake. Amenifukuza. Amekufukuza? Vipi mmegombana? Yaani tumegombana, kumetoka mtiti huko. Anitaki hata kuniona. Anakwambia yeye hawezi kukaa na mwanamke tasa. Azai. Toka tukae mimi na yeye hata sijampatia mtoto. Ndio amenifukuza. Na wanaume wengine, kwa nini lakini wanakuwa na tabia kama hiyo? Kwani wewe ni Mwenyezi Mungu ukatai kuzaa kweli? Sasa nilivyonifukuza sina kwa kwenda. Sina jamaa. Sina Mungu hapa. Nikasema basi nije kwako dada nisaidie. Kwa nini nimekuja hapa? Naomba nisaidie dada yangu. Sasa mimi msaada gani ndugu yangu na kukusaidia? Mimi ningepata hata kwa kulala. Maana hapa sijui mimi nalala wapi leo. Kweli? Mimi sasa vyumba vyangu vyote vimejaa. Yaani hapa nimepata na sehemu ya store tu. Kwa hiyo kwa vile wewe mwanamke mwenzangu, siwezi nikakuacha mimi ukazalilika kiasi hicho. Store ipo. Kama utakubali, basi utalala kwenye store. Kama utakuwa tayari. Dada. Store nako jua mimi. Store wanaweka magunia ya mkaa, magunia ya mahindi. Au hata kama unakuwa na kuni unaweka huko store. Sasa mimi nitalalaje huko? Ndio nafasi iliyobaki kwangu. Sasa nilifanya nini ndugu yangu? Basi kama hutaki kulala kwenye store, nenda. Sina sehemu nyingine ya kukwenda. Basi nitalala. Umekubali? Asubuhi utakuja hapa mashineni, utakaa na dada huyo, mtakuwa mnasaidiana kazi. Unaona mahindi haya? Utafanya kazi zenu hapa. Jioni na wewe utakuwa umejiongeza. Utatafuta angalau hata kijibiashara vidogo vidogo hivi. Ufanye biashara, unajua tena wewe mwanamke utataka hela sabuni, mafuta. Maisha yataenda ndugu yangu. Sawa mimi nimekuelewa. Sasa mshahara, Unataka mshahara tena? Nimekupa sehemu ya kulala. Nikupe tena na mshahara. Chakula utakula hapa, chai utakunywa hapa. Ndio mshahara wangu. sawa mimi nimekubali. Haya basi begi liweke huko na wewe hapa baadaye. Haya. Unajua Sandio, unajua wakati ule mimi wakati nakutaka wewe. Yaani roho yangu ilikuwa yaani inapenda sana kipindi chetu wote. Lakini nilikatalia kipindi kile sasa hivi nimeona matatizo kama haya yanakukuta. Yaani kipindi kile wewe unanitaka. Mbona bwana wangu? Sasa kipindi kile tungekuwa wote na maana ingekuwaje? Unakuja pale kishoka na ningeshi 500. Ningeshi 2 mimi nikiwa nasi hapo. Alafu unapokuja kuche ningekuja ningekukubalia. Na hivi ulikuwa wapi ungekuja kwangu? Uwezi na mke wako. Sasa mtu wangu mimi anakosa nini? Wewe mgonjwa kweli? Nani unayetaka leo? Mapenzi ana. Sasa kama hivi sasa hivi unaona sasa na wao mwenyewe ndipo tunaongea. Hayo ya kuhusu. Hayo kwangu mimi nimetaka mwenyewe. Ndio wanasema kwamba wewe mwingi mbele vipi? Kipindi kile. Chandimu. Ulipotoka nyumbani ulilalamika sana mume wako kwa kufukuza. Kweli mimi nilikupokea. Kumbe wewe kakufukuza sio kwa ajili ya ugumba wala kwa ajili ya kutokuzaa wewe. Wewe kakufukuza kwa ajili ya umalaya. Kweli kama ulivyokuwa unampenda sijui mnapendana. Alivyotoka huko
Baba. Nimekaa chini una kitu nimefikiria. Kitu gani umefikiria? Hii hali itashinda mpaka lini? Hii hali itashinda mpaka lini babu? Maana yake nini? Kwa nini usafirisha mzako kupeleka kwa heshima nyumbani? Chelema. Unamaanisha bibi yako? Kwanza nyumba ni mwanamke. Akiwa hapo mwanamke hapa kuna baadhi ya vitu utakipata na huduma mbalimbali utazipata. Sasa Chelema, unajua mimi kwanza umri umeshataradadi. Alafu mimi sioni kama kuna tatizo mimi kukaa hivi. Kama nilipokuambia mwanzo kwamba mimi umri umetaradadi. Kumleta mtu sasa hivi hapa kwangu mimi naona kama namleta je kuchuma tu. Lakini wakati niko naye huba likinishika atakuwa anafanywa mambo ya ajabu kwangu mimi ndio na kawaida tu. Mtu atakuwa kiguna njia, akitoka agi, akirudi apige hodi. Ya nini kujitia waka wa moyo? Bahati nzuri mjukuu wangu wewe mambo upishi umepitia, umesomea na tunapika, tunakula, safari zetu ndogo ndogo tunaenda, tunarudi. Japo kwa mimi macho kwenye gari kuendesha siwezi, unaendesha wewe. Maisha yanaenda. Sasa ya nini tena? Kujitia jaka moyo. Alafu nasikia kama kengele inagongwa mlangoni kwa geti. Hebu nenda kaangalia. Karibu. Asante. Tukusaidie nini? Nauza mboga. Sisi watu tunapenda sana mboga za majani. Nauza nini? Mchicha na mkakabwado. Hiyo ndo nini? Mkakabwado huko wanaita nini? Matembele. Mbona unaonekana una furaha? Ndio la mimi matatizo kweli ninayo. Na matatizo mengi pia ninayo ndio maana sina wako. Mambo ya dunia lazima yawe mengi, lakini huwa yanazidiana. Sasa wewe tuletee mboga. Ukimaliza mboga yako kuuza, naweza kukusaidia, basi nitakuwa naweza kukusaidia. Kama nitakuwa siwezi, basi nitakuwa kidogo. Nataka mafungu mangapi? Huyu atajua. Asante. Nenda kachukua mboga. Wewe unafikiri mimi nani? Mimi mwanaume ambaye natakiwa na mimi raha ya maisha ya ndoa, ina maana ni familia. Sasa leo mimi toka tuanze maisha mimi na wewe hata ujauzito hakuna cha nini wala cha. Sasa mimi niendelee kuvumilia kwa wazee zangu kwa katika vijiwe vya kahawa wanazungumza mengi. Inakuaje? Hapa kufai kwa heri. Mimi tunakwenda wapi? Mimi nakwenda wapi? Nimeanza kwenye ufukara sasa hivi tunajenga nyumba na nifukuza mimi naenda wapi Mkopa? Kwambiaje? Hapa sio kwako. Unanifukuza mimi sasa naenda wapi? Unanifukuza kwa mimi sina baba mimi naenda wapi? Hapa wewe kutoa senti ngapi sana sana ni kula, kulala na kuendelea na mambo yako mengine. Nilishakwambia mimi na bwana nenda zako hakika bega zako nenda bwana nenda zako. Wewe mimi nafunga mlango wangu hapa sina mpango kabisa. Pole sana. Pole sana kwa kukukuta. Huyu jamaa atakufanya wote sisi wanaume tuonekane kwamba hatuna maana. Lakini pamoja na matatizo hayo, kwa nini usirudi nyumbani kwa wazazi? Mimi nyumbani siwezi kurudi. Sababu kwanza sina baba, sina mama, wote wamekufa. Mtu wangu huyu ndio nilikuwa namfanya baba na mfanya mama. Na tumeanza muda, mimi tangia alivyonichukua bwana huyu, tunalala chini mpaka tumebahatika tumepata nyumba. Hata kama sio nyumba ya maana lakini pakulala papo. Leo mimi ananifukuza, eti kwa vile mimi sizai, ni tasa, hawezi kukana mkuda kweli. Kwa hiyo sasa sala la kuja nyumbani, mimi nitashindwa kule mimi naenda kuanzaje? Basi mimi niseme tu kwamba sasa mimi cha kukusaidia labda nianze tu kukwambia wewe uje ukae hapa. Uje ukae hapa
uepukane na masuala ya kulala store. Kama mwenyewe ulivyosema unalala na magunia ya mahindi. Kiafya kusema ukweli sio vizuri. Sio vizuri. Wewe njoo ulale hapa. Mambo mengine yatafuatia. Kwa hiyo wewe nenda kaage huko unapokaa. Chukua vile ambavyo unaviona vya maana uje navyo. Vile ambavyo unaviona havina maana wewe viache tu. Sawa? Dada. Naona nalikuchelekeza. Ndugu yangu, nasafisha watu wamekuja wamesali hapo unga. Kwa hiyo kwanza nisafishe, wakija wengine niendelee na kazi. Sawa. Vipi biashara? Biashara dada, leo nimesema mapema. Kweli? Sio maana yani hapa nimechelewa tu kwa naongea huko lakini nimemaliza muda. Sasa dada. Mimi nimekuja kukuaga. Mimi kupita ninakouza nini mboga zangu. Nikampata baba mmoja Dijala. Mfadhili. Akaniambia basi niende tu nikakae kwake. Sasa basi nije nikuage niende mimi nataka kukaa huko. Mambo mazuri yale. Ndio hivyo anakwambia ukijitupa mtu na mwingine anakuja na kiokota kabisa. Sasa ndugu yangu mimi kuhusu begi ile maana najua kanisa. Lakini kwa sasa hivi nilivyokuwa na kazi hapa labda usiku nitaenda. Dada begi kaa nalo tu. Haya madambala aliyokuepo humo unaweza kumpata boy wako yule anayekusaidia kazi hapa au kakaa nalo tu mwenyewe. Mambo mazuri. Basi dada mimi ninakwenda. Karibu. Kila la heri. Haya. Sasa mke wangu, mimi bila shaka shopping nimekupeleka na nguo ndo hizo, nadhani umezipenda kwa kuwa umezichagua mwenyewe. Sawa? Yaani mume wangu, mimi sina cha kusema. Nguo mimi nimeziona nimezipenda. Na yale manoni ambayo yalikuwa usoni mume wangu wewe ndio unayatoa. Yaani manoni kwetu kule nini matongotongo. Si kwetu kule tunaita manoni. Halafu leo nilitofurahi zaidi. Tangia mimi nizaliwe. Yaani kama sio kupanda mahuta ninakuja mjini. Sijapanda tena mtuka. Hii ndio mara ya kwanza napanda mtuka kwangu. Nilikwambia kwamba kuwa na mimi hautojuta. Na hii ni mwanzo tu. Sasa sio kupanda, wewe utaendelesha mwenyewe. Nitaendesha mimi? Utaweza, kuna gari ndogo ambayo mimi nitakununulia na hiyo itakuwa safari zako ndogo ndogo za kuende za nani. Kuna gari ndogo nitakununulia na hiyo itakuwa gari ambayo ya kwenda safari zako ndogo ndogo. Sawa? Sawa. Sasa mimi nirudi tena mjini kwa ajili ya kufuatilia mambo mengine. Nilikutoa kwa ajili ya kukununulia nguo tu, ndio maana nakwambia zile nguo zako zingine umetambala mwenyewe unayaita. Yaache huko. Sawa, lakini usikawie. Haya, sawa. Haya. Karibu kae hapa.
Ninakaa wapi? Kikazi sikia. Kwenye vumbi. Nikae mimi. Hivi uone hata hivi. Unanikaribisha hapa eti ndio kae. Ninakaa wapi hapa? Jamani, si tupo kazini hapa. Unaona sehemu zote vumbi hizi. Hapo ukikaa hakuna vumbi, si unaona? Sasa sikiliza. Mimi ujio wangu wote nimekuja hapa uniambie una shida gani nikusaidie. Ndio. Yaani wewe kabisa wa kunipa msingi mimi. Yaani ninakuuliza una shida gani msingi umeporomoka nikuongezee hela. Najua wewe mimi ulinisaidia. Pamoja ulinilaza store sababu kule store sio kwa kulala. Na wewe ulinikaribisha hapa kwa kenyezi. Na ulinikaribisha hapa ili nije kukufanyia tu kazi yako hiyo. Sasa ndio nimekuja kukushukuru. Agati umelegea. Nikusaidie mimi. Yaani kunishukuru cha ndimu wewe hayo matusi unaongea na kujeni ndio unanishukuru. Keje unajua lakini sielewi hiyo shukuru yako hiyo shukrani gani? Na unasema matusi. Mimi wasikushukuru. Mimi sikutaka kabisa. Nimekuja mimi kushukuru kabisa. Lakini wewe sio mzuri. Wewe kunilaza mimi stop. Sasa huko kwenye godoro kama tusingetosha, mimi ningekuka wapi? Makubani hayo akawa zulala chumba chemo na nangu kweli. Sasa mimi nile nimekuja. Kusaidia ni moyo. Na unaposema mtu nini fadhila yake na kupeleka kwa Mungu. Inabidi usaidie kile wewe unachokipenda. Yaani kama wewe ulikuwa unalala kwenye godoro basi na mimi ungeniambia njoo lala kwenye godoro. Sio na nilaza kwenye store. Kwa hiyo fadhila yangu imekuwa hivi sasa. Fadhila Take. Ndio. Wewe umenifadhili mimi? Sasa singekufadhili ungekaa wapi toka kipindi ulichofukuzwa na yule bwana? Kwanza wewe unanifadhila nini? Mimi nitaka nikusaidie wewe na kukuambia ukweli. Wewe huo sio salamu. Mtu unapata kukutajia jini. Lakini wewe unanifanyia hapa kama Mungu. Hivi umemaliza? Wewe umekuja kunichapa leo, sio kama kuja kutoa shukrani, si ndio? Kukuchapa kwa mimi nimekuchapa. Wakati nimekwambia tu nikupe msaada. Basi kama msaada wangu utaki, basi mimi ninaondoka. Kama kweli binadamu wamesema mfadhili mbuzi baadaye ule mchuzi kuliko binadamu. Binadamu atakuuza. Hata wewe ungemfadhili mbuzi hata mchuzi usingekula. Mimi ninaondoka. Mwanamke huna haya wewe. Eti mimi uje kunipa msaada. Msaada gani wewe? No. Mzee wangu mimi nimekuja hapa tukutane, kuna jambo ambalo linaniumiza sana moyo wangu. Kwa hiyo wewe lengo lako ni nini sasa? Ni kuhusiana na mke wako. Mke wangu imekuwaje? Mzee, yule mama sio wa kumwacha mzee wangu. Hebu fikiria. Mzuri sana pamoja na uzuri mzee wangu, yule mmetoka naye mbali. Hebu angalia misiba imetokea. Ya wazazi wake wote wawili na wewe ulihusika katika misiba hiyo. Hata jamii walikuwa wakikuangalia kwa sababu ya kubeba ule misiba ile unabeba wewe. Jamii inakuangalia kwamba ni mtu busara, ni mtu mwenye heshima zako. Unafaa katika jamii na ndugu zako. Leo hii unamkataa, unamtenga. Sababu nini mzee wangu? Swala la maisha ya watu wawili yanawahusu wenyewe wawili, mke na mume. Pande zote zikiitika ndio, ina maana ndio inakuwa na nafasi inatawala. Lakini upande mmoja ukishaitika hapana ni hapana, inakuwa na nafasi zaidi kuliko lolote. Kwa sababu ndani sasa maisha yanakuwa ya mashaka. Sasa wewe unaniambia nimrudie ili iweje? Wewe kama unamuona yule mwanamke hana kizazi, mwanamke hana lolote, hana mpango wowote. Sasa mimi nikimrudia alafu ndio inakuwaje? Anakuja kunizalia.
Mimi nataka nipate kichenchede kidogodogo ambacho kinaweza kikanifanyia busara, labda na mimi mbele ya safari na mimi nikajivuna mbele ya wanaume zangu. Mimi unanifundisha nini? Kama mimi mdogo wako au mtoto wako, mimi unanifundisha nini na unanijenga nini katika jamii, katika hili swala eh? Kwa hiyo na unamaanisha kwamba hayo mambo yako unayafanya kwa mke wako na sisi tuyafanye hayo hayo, si ndio maana yake? Sema iwe kutoka mbali iwe kutoka karibu, maswala ya wawili yanawahusu wawili. Mimi na yeye tumeshamalizana, na heshima, kuheshimiana. Nataka uwe na taadabu na uniheshimu, uheshimu maamuzi yangu. Mimi ndio ambaye napaswa kuishi na yule, sio wewe. Huwezi kujua machungu na karaha yake. Tena usinisumbue, usirudie tena tabia kama hiyo, kunifatafata na maneno yasiokuwa na mpangilio. Mimi nilifikiri unanitia mambo ya maana. Kuja kukumbuka mzee wangu. Mimi naona nimechelewa kumfukuza sasa hivi, nimechelewa. Ningemfukuza kipindi hicho, saizi na vitoto kama vibosho hata viwili vitatu hivi, na mimi mbele ya wanaume zangu katika kahawa, unakunywa kahawa, mtu anasema naam, nikirudi nyumbani mimi baba. Sasa mimi hapa sasa hivi nikirudi nyumbani unaniambia mimi naonekana naye. Wewe mbona una watoto 5 sasa hivi pamoja na umri huo? Sio mimi. Tena usinisumbue, usirudie, nitakuvamia kama kifaru. Hilo neno mimi sipendi hata kulisikia. Kwa heri. Niwache kabisa, usinifuate fata. Utanikumbuka maneno yangu. Hoteli ya mbali. Kwanza nikupongeze. Yaani nikupongeze, umeweza kuendesha gari kwa muda mfupi sana. Mimi sikutegemea. Yaani mtu wangu wewe hatari. Ilikuwa kuna usongo. Unajua mimi nilikuwa ninawaona wanawake tu wanaendesha, nikajiuliza hivi watu wale wanashikaje sukani, lakini mimi yaani nimefurahi. Unaweza kusema kweli kitu chako chepesi. Sasa mimi nafikiria kingine, tafuta kiwanja popote pale kilichouzwa, after ramani ya nyumba yoyote ile ambayo wewe unaipenda, mimi nikujengee nyumba. Unajua ile kauli uliyosema kwamba kakudhulumu nyumba ambayo nyinyi mmeanza kujenga wote, imenihuzunisha sana. Kwa hiyo nilikuwa na bora nikujengee, isiwe nyumba ya ushirika. Sasa nyumba hiyo ya kwako mwenyewe peke yako. Mimi sijui mimi nikushukurije. Alivyoninyanyasa bwana yule kunifukuza kwenye kibanda chake kile. Leo na mimi kweli nataka nimiliki jengo wangu. Kwanza kitendo cha kuendesha mimi mtuka. Yaani hapa ninakumbuka mama mimi angekuwa ananiona mimi ninavyoendesha mtuka leo. Binafsi hata mimi nashukuru. Mimi nashukuru vile vile kwa sababu tangu niwe na wewe sasa hivi, alafu ule uzee naona kama unapungua nakuja kwa ujana hivi. Yeah. Basi bado ngoja tumalize kimoja kama tulivyosema, na mengine hayo utakuja. Ila leo ujiandae, jioni twende beach. Nikaogelee? Sio kuogelea. Ukitaka kuogelea ukaogelea. Haya, vipi habari za hapa? Kwema. Sijui za huko nyumbani. Uko kwetu salama. Nimepata hamu tu ya kukupitia, kuja kukujulia hali na kukusalimia, maana kipindi kidogo na mambo yamekuwa mengi. Vipi? Nini kinaendelea? Shwari. Mambo si shwari sana. Nini tena cha? Huyo sijui niseme mwanamke wako au ulikuwa unaishi naye Chandimu? Alinipitia hapa. Sasa jua akaja kunisalimia dada yake. Ndio. Kwa sababu alipotoka hapa kaniaga, kwa mimi nishapata mfadhili naondoka. Sawa. Kumbe mwenzangu kaja hapa, alinichamba. Yaani alinichamba, hakunibakisha. Kaja na nyodo na pochi yake kashika mkononi, kanisimamia hapa. Niambie, nini kimepungua hapa kwenye hii mashine yako? Nataka nikulipe fadhila lako. Nikamuuliza, we Chandimu, mimi unilipe fadhila wewe kweli? Chandimu huyo mpaka wewe akwambia ana nini yeye mpaka ifikie hatua hiyo? Huyu. Akanambiaje? Wewe ulikuwa unanilaza kwenye store, kuna mende, kuna panya, ulikuwa unanilalisha kule. Huu si ubinadamu. Kwa hiyo leo mimi nimekuja kukulipa pesa. Nikasema, jamani. Kweli ndugu yangu mmefanya hivyo kweli? Ndio hivyo. Basi akanichamba hapa, mimi akatoka akaondoka zake. Kwa hiyo ndio hivyo, huyo mwanamke wako. Chandimu huyu Chandimu. Kwa hiyo mambo yake si mabaya, mambo yake mazuri. Nakwambia ana pesa sasa hivi. Basi sawa. Mimi nadhani nitaenda basi nitamtafuta. Haina shida. Nitamtafuta. Tafute tena? Nitamtafuta nionane naye. Wa nini?
Najua mimi mwenyewe nitaenda kuongea naye nini. Hayo aliyokusibabi wewe na hayo mingine yote nitaenda kufahamu. Mimi ndio najua nitaenda kuongea naye nini. Wala sitie hofu. Na yeye si ndio ulikuwa umemfukuza wewe? Wewe nimekwambia mimi mwenyewe ndio najua nitaenda kuongea naye nini. Haya, mimi nimepita tu kusalimia, sina muda wa kupoteza sana, na wewe hapa ni mahali pa kazi. Heshima kuheshimiana, lazima niheshimu kazi zako. Wakia wateja hapa ikaonekana kwamba tunawafanya mahali pa vikao vya ajabu ajabu. Salimiana, nataka muda mchache. Asante, mimi nitoka. Haya, basi tutazidi kuonana. Haya. Tamtafuta. Haina tatizo. Lakini hata haipendezi. Najua mimi namtafuta. Yale yote ya kiibilisi na ya kishetani, kwanza mimi mwenyewe najutia pia kauli zile za kuzungumza. Wewe si ndio ulionifukuza mwenyewe? Tena kwa kashifu. Mwanamke gani wewe? Mwanamke malaya, mwanamke tasa wewe mtoto. Leo unakuja kwa mimi kuniomba radhi, wewe kuniomba radhi mimi. Akali nalifikiria hivyo. Usinidhamia mambo yenyewe unaonaje? Maisha haya kuyafurahia mtu. Inabidi kila saa ukae, utafakari, uwaze, uangalie lipi la kufanya. Na kila nalo utafikiria naona linakwenda nje, mbele, nyuma, mbele. Yaani sielewi chochote hapa ndipo. Haya kumekucha tena chai na kuaje? Kumekucha kweli, na mimi ndio baba wa familia, na mimi ndio kiongozi wa hii nyumba. Lakini ndio sielewi chochote, mambo yamekuwa si mambo. Inabidi tukae, tuvumilie tu, tuangalie Mwenyezi Mungu anatupelekea. Tuvumilie tu mke wangu. Mungu ndiye anayejua kila kitu. Kwa upande wangu. Hivi njaa navumilia. Na kuvumilia kwa njaa siku moja, lakini jana tumeshinda kutwa nzima tujala. Asubuhi hatujala, mchana hatujala, usiku hatujala. Tumelala watu tunaangalia juu tunahesabu pale fundi amekosea msumari ule angegongelea pale sababu ya njaa. Na leo tena unasema mimi nivumilie. Ninaweza kweli? Wewe mwanaume kwa nini usijitahidi kwenda kwa wanaume wenzako ukaenda kukopa huko? Yaani unajitahidi. Mpaka unarudi na chakula hapa angalau hata uje tukoroge tu. Yaani uko unakosema kwa kuazima azima au kwa kukopa. Yaani mle kwa wafadhili wangu kote nimejaribu kupita. Yaani imefika mahali kuna kikao unakuta jamaa wenzangu labda kijiweni wamekaa wanaongea na nini cha kahawa iwe cha nini. Wakiona tu mimi naelekea tu pale wanaona huyo anakuja. Unakuta kikao kinavunjika, kila mtu anakuwa na dharura zake. Sasa hapo utaongea na nani, utamkopa nani? Yaani mke wangu, mimi juhudi ambazo nimezifanya kwa kweli kubwa bila mafanikio. Sasa kama wewe unasema ufanyeje, na mimi nitafanyaje? Sababu mimi mwanamke tu hapa. Sina biashara, sina kazi. Wewe mwanaume unasema nifanyeje? Sasa mimi ninafanyaje? Mimi bwana kuvumilia mimi siwezi. Mimi bwana kupenda. Sasa tendo la kukubali na kuniitika. Uswahili namna gani? Mimi naomba unisamee bure kwanza mzigo wetu hapa. Kwa hiyo mzigo. Umeelewa? Maelekezo yake. Maelekezo unachotakiwa ukampikie. Ukishampikia, basi kitakachotokea. Yaani wewe mpikie tu. Usichujue hata kidogo, usichuje chochote humo. Mpikie kama ilivyo, mpe yale. Wala haina tatizo. Pale kwangu pale kuna mpishi. Ndio. Hele yule. Lakini kwa mboga hii inabidi nisimame mwenyewe jikoni jipike. Na ndivyo inavyotakiwa. Utakiwi mtume mtu anaweza akachuja, akavuruga kila kitu, akavuruga malengo ile jambo ambalo tulikusudia likawa sio. Tengeneza mwenyewe. Mimi kuelewa nimeelewa. Ndio. Lakini sasa je hii swala la kuua hiyo haiwezi kuua. Kwa sababu gani? Hiyo ina maana kuna familia ambayo walitumia mboga hiyo. Sasa kilichowapata anajua Mungu mwenyewe. Kwa hiyo na yeye katika matumizi yake ina maana kufa hata kufa, lakini cha moto atakiona. Mimi naomba unipe ruhusa bwana. Haya bwana. Haya.
Salama, habari za kazi? Mke wangu shida ya sheria. Bwana wangu anasemaje hali yake? Nimechiwaga. Sasa mama, nina habari nzuri na mbaya. Habari nzuri nimechiwaga. Ila habari mbaya, mchana hataweza kuona tena. Hataona? Hataweza kuona tena. Hiyo ndio kana madhara aliyopata. Hataweza kuona tena. Mama. Mwonekano hapa. Hapana mganga. Yaani mimi kuhusu nini kufariji bwana wangu, mimi toka muda tunamfariji. Na pamoja hajaupata upendo wa sana ule, lakini sasa hivi kutokana na ugonjwa wake huu, mimi nitamfariji mara mbili yake. Yaani atapata furaha, atapata faraja kwangu mimi. Yaani kuhusu hilo hakuna tatizo kabisa. Kuna dawa ambazo zinapatiwa kutuliza. Lakini sana atahitaji kwenda anahitaji uangalizi kwa inabidi mtunze uweze kuendana na hali aliyonayo. Sawa, nimepeleka mganga, nitamfariji. Sawa. Haya, asante. Timia bwana yuko hospitali aone. Upofu kabisa. Huu ni mwanzo. Nikisema ni mwanzo kwa sababu gani? Ujue sasa wewe haya mazingira ambayo mimi nimetengeneza. Yaani wewe hapa sasa hivi wakuingia tu kama tani kwako. Unaingia unatoka, hakuoni. Ndani kuna kitu gani usichokijua wewe? Kabati gani usilolijua wewe? Ina maana makabrasha yale yote na siri zote vitu vyote vile. Mimi nimepata huko na mambo yangu nataka nikuche. Unakijua nini kinachoendelea ya nyumba? Hapana, mimi sio chochote. Mimi ninavyojua baba yangu kwa hospitali kama vile basi, lakini mimi sikijua kabisa. Yule mzee anayekuja, ushawahi kumuona? Aha. Yule babu? Namjua yule. Hivi wewe nani kwani wewe? Sasa yule mimi jamaa yangu tena wa damu. Anakuja humu, kuna maongezi ya siri. Unajua maongezi ya familia? Hapasi mtu mwingine kuyajua. Na hata haya mambo haya yanayoendelea, mwambie babu yako. Unajua babu yako anaumwa. Usije ukamtia pressure. Yule yeye anajua. Sema tu sasa hivi kwa vile anaumwa, mimi sitaki kumwambia chochote. Na nikisikia umemwambia chochote babu yako, mimi nakuua. Sitamwambia. Sio kufanya hivyo mama. Nataka utungamane kimya. Wewe mtoto wa kiume. Ninakuelewa mama. Unayoyaona nyamaza. Sawa mama. Umesikia? Sawa. Haya mwanangu. Nenda kaendelee na shughuli yako. Asante. Haya. Baba. Vipi? Kichelewa. Shikamoo baba. Marhaba. Jambo. Jambo, unaendeleaje? Naendelea vizuri, lakini kwa mujibu wa madaktari wanasema kwamba mimi siwezi nikaona tena. Huwezi kuona tena? Namaanisha nimepefuka macho. Wanasema nimekula chakula ambacho kina sumu na ile sumu imekimbilia sana machoni. Lakini nini Kilema, wewe ndio mpishi wangu kila siku unapika. Sasa mimi nikuulize, kwa nini imekuwa hivi? Chakula gani ambacho wewe unatengeneza? Siku moja mimi nakumbuka
Niambie. Hivi wewe kila kitu unataka ukifanye wewe, kila kitu unataka ukifanye wewe. Mboga ile mimi nilikwambia upike. Mama, mimi sijasikia kama mimi napika mimi hapa. Sijasikia mimi mama. Na wewe unanipa hata mama agizo kama mboga utapika wewe peke yako mwenyewe. Na mboga za kupika wewe, lakini mboga zingine nataka nimpikie mimi mtwangu. Hayo umepikaje ile mboga? Ulipopika kumemwaga maji? Hapana, sijamwaga maji. Kweli una uhakika? Mama, sijamwaga maji yote mama. Wewe nidanganye? Kweli mama. Nenda kaangalie. Kama hujamwaga sawa, umepika vizuri. Haya, nenda. Sawa mama. Haya. Bibi yani kampokea sana. Sawa. Ndo nashangaa hapo. Na hiyo kama umemwaga maji ya kwanza katika mboga, ile sumu itakuwa kidogo imechujuka. Moja nimeachulia kabisa, nimeachulia nikamwaga. Sasa wakati anaanza kukali, kama nikaogopa kumwambia basi sijamwaga maji ya kwanza. Na wewe hujamwaga. Ndio akasema basi moja mwaga basi. Na yeye mwenyewe yuko wapi? Mbona huko simuoni? Tangu siku kwanza analeta hospitali, wakati simuoni. Huko nyumbani vipi? Usema kweli babu, mimi simuoni kabisa. Kwa sababu bibi yani mara pale simuoni. Sasa vile ngajua muda nakujaga huku. Sasa habari hizi usimwambie yeye. Sawa. Usimwambie kabisa. Na usimwambie kama mimi tumeongea kuhusiana na hiyo mboga. Sawa. Alafu kingine, wewe sio unatoka pale nyumbani. Sawa. Kaa nyumbani ndio unakuamini. Na yeye kama atulie nyumbani, wewe unabaki na nyumba. Huko sio upende kuja tena. Sawa? Sawa. Nitafanya hivyo. Haya, basi niende. Haya baba, baki salama. Haya baba. Hapana, nilikuwa ninafanya usafi ndani. Sawa. Sasa mke wangu, kwani mzee wapi? Ndio hivi sasa hapo mtu. Ndio ile ambayo umekatokea kumuhimu. Sababu na mimi pia kuniweka nywele zangu. Nikasema kwa vile huyu mwanafunga funga, basi na mimi ngoja niweke huko sije nikaibiwa. Basi ndio sikumbuki. Kama ndio hospitali yani sikumbuki, tutamwambia kwa mwenye sioni. Basi kila kitu nilichoweka ni sikumbuki. Yaani mpaka siku nikasema basi ngiona basi nakupa. Sasa kupapasa watu kupasana, kwa nini unaona? Ulipoweka hapo nielekeze mimi niende nikachukue niende nikafungue. Ndio mgonjwa mkubwa ule kutoka kuona mpaka kwa kofu. Sio kama mimi vitu vingine nafanya kusudi. Kidogo nikija kukumbuka hata nitaweka nitakupa. Sasa ukumbuke, kwani siku ile wewe ulikwenda ni hospitali? Uliziweka wapi? Ukumbuka kwanza. Kumbuka. Sina kumbukumbu kabisa. Haya bwana, pumzika, mimi niko ndani. Sio tunakaa hapa tunapiga story. Kaa tu peke yako, mimi naenda kufanya shughuli. Naendelea vizuri, lakini kwa mujibu wa madaktari wanasema kwamba mimi siwezi nikaona tena. Huwezi kuona tena? Inamaanisha nimepefuka macho. Wanasema nimekula chakula ambacho kina sumu na ile sumu imekimbilia sana machoni. Lakini mimi Zilema, wewe ndio mpishi wangu kila siku unafika. Sasa mimi nikuulize, kwa nini imekuwa hivi? Kwa gani ambacho wewe unatengeneza? Babu, siku moja mimi nakumbuka kwanza, pole sana babu yangu, pole sana yalivyokukuta. Lakini babu, moyo wangu unauma sana. Kwa nini? Yeye bibi angepasa akulete huku bichi, akufariji. Sasa yeye anakaa nyumbani, mimi ndo nikulete huku, afu mimi sitoshe nyumbani, kazi ndo nafanya kila kitu. Mimi kuwa na wewe bichi huku na sehemu zingine, mimi najisikia faraja sana kuliko nikiwa na yeye. Kwa nini? Sababu mimi na wewe tumezoeana.
kabla yeye tulikuwa mimi na wewe, na mimi maisha yale tayari nilikuwa nafurahia. Sawa babu, lakini sio haki anavyofanya, kwa sababu yule pale mke wako, unaona. Sasa kama vile anakutenga, hataki kutembea na wewe. Kichelema, wewe wala usijali. Mimi nikija na wewe bichi najisikia raha kuliko vile ambavyo nikija na yeye. Kwa nini? Sababu naye tumezoeana. Unanijua vilivyo na mimi nakujua vilivyo. Unaona? Hilo usijali kabisa. Hapo sitoshe, pengine yeye maji hapendi na hapendi kuja bichi pengine. Sasa wewe usitaki kumlazimisha mtu. Yeye kuna sehemu zingine ambazo yeye anazipenda na kuna vitu ambavyo mimi anavipenda, labda yeye atakwenda ataniambia mimi niende, lakini tunaona tushachelewa. Hata tukienda huko mimi sioni, naona labda itakuwa vigumu. Au pengine apende kutembea na mtu ambaye asaona, naona, lakini sisemi hivyo au simzanii hivyo. Nasema tu kwa pengine. Ila mimi najuta kitu kimoja. Sababu ule ushauri wangu, sababu ushauri na hisi yote kutokea haya. Ila mimi ule ushauri nile kushauri na hisi kwangu ndio nimekosea sana. Yaani usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kabisa. Hakuna binadamu ambao analijua la mbele. Hamna binadamu anajua la mbele. Kwa hiyo wewe ulikuwa unanitakia mema mimi kwa maisha yangu ambayo yapo. Lakini sikulaumu, wewe kuwa huru, jisikie amani, usiwe na wasiwasi lolote. Hapo mimi nipo pamoja na wewe babu. Sio kuacha, wala sio kutupa. Mimi nitapokuwa mimi na wewe pia nitakuwepo. Kwa hiyo babu, mimi nakukishia, yani nitakufariji basi mwanzo mpaka mwisho. So kuchezea maji babu, kipindi kile mimi naona naogelea, naona maji yanacheza. Kila sasa hivi huwezi kuogelea kwa sababu mbele kinaweza kuwa kitu na kwa mbele kiko kitu ukajigonga ukatafuta matatizo ya bure. Hii kuja hivi tu bichi nikifika basi kumbukumbu zinanijia za zamani vile naliwatika. Mke wangu daktari akasema mimi nataka kuwa karibu sana uangalie. Sasa wewe sio mtu wa kutetea. Sasa mtu wangu wewe ndio ukiendi beach. Wewe unaona? Upepo wa beach dawa vile vile. Vipi kwa mlango vipi? Kwa mlango vipi? Upepo tu. Upepo. Mimi ninachotaka funguo. Mimi nataka nikachukue vitu vyangu vya muhimu. Kwenye drawer mule. Mko wangu mimi funguo sio kama sitaki kukuonyesha. Mimi nilikwambia sikumbuki ziko wapi. Mimi mwenyewe unajua kuona sioni. Sasa inakuaje rafiki yangu unanishutumu vitu ambavyo mimi sina uwezo navyo? Wewe pekua tu kidogo kidogo utaona. Mimi sasa hivi sina kumbukumbu wapi nimeweka. Bwana unataka kuniamini. Upepo nao unasumbua kweli. Yaani akili yangu leo haiko sawa kabisa. Yaani kifikiria ufunguo. Unajua kuna vitu vyangu vya muhimu. Ndio maana watu wanasema vitu vingine ushirikishe mwanamke. Ungenipa mimi ufunguo kabla akili hiyo haijichanganyika. Si ningekuwa ninaenda tu ninafungua, mimi ningekusumbua. Mimi kuanzia sasa nitakuwa nakushirikisha kila kitu. Au labda niseme nishachelewa tena. Mimi najisikia vibaya tu leo. Bwana wewe ufunguo ambao kuna utafuta hapa. Mtu wangu naona. Mimi naona. Sasa bwana wewe ufunguo unaendelea kutafuta nikupe ukafanya ulivyotaka au basi? Vipi unaona? Naona. Ilikuwaje? Babu, kutokana na mambo anafanyia huyu mwanamke pamoja na mwenzake, mimi nikaona endelee vizuri. Nilipokuwa anasikia kama ukungu na macho yanawashawasha kwa mbali, lakini maendeleo sio kama vile ambavyo tulifanya kule. Maendeleo ndio nashukuru sana. Mimi nimekaa asubuhi ambao tangu chakula ulichokuwa
ambao sumu hiyo sana sana huenda kupata mfumo wa fahamu. Sana sana huenda kwenye ubongo na kwenye macho. Lakini kutokana na jitihada zetu za kuzuia haraka zaidi, tunaweza kuzuia isifike kote. Lakini macho ni kidogo unapata shida. Ndio. Hali hiyo inakuja na itapotea taratibu na maendeleo tunayokwenda nao kwenye damu kwa usijani zao kwa vizuri tu. Sawa daktari. Ila daktari, mimi naomba mke wangu au yule mke wangu akija, usiwaambie kama mimi naona. Mwambie sioni kwamba mimi nimefuka macho. Ili nipate kujua wao wana lengo gani na kunifanyia hivi nini? Naomba uambie hivyo. Sawa, itakuwa shida yote. Shida kwako utakuwa hakuna shida. Mimi nitajifanya kama bado sioni. Lakini kwa wewe sio kama mimi eti labda nitaka niwapeleke mahakamani, wewe nikutie kama ushahidi. Wewe ile kuhusu kabisa. Nataka nijue tu walikuwa na lengo gani. Baada ya hapo mimi sifanye jambo lolote. Basi. Eti nashukuru sana. Sasa hebu sikiliza, ngoja kwanza. Sasa bwana, wewe ufunguo unaendelea kutafuta nikupe ukafanya ulivyotaka au basi? Mimi nenda kunywa maji tu. Kunywa maji. Sasa usiondoke. Mimi na bastola bwana. Kama na bastola utaondoka maiti huko ndani. Tulia. Baada ya mazungumzo yangu na kuruhusu wewe unaondoka. Sikufanya jambo lolote. Wewe mwanamke, mimi wewe nimekusaidia kwa hali na mali. Nimejitoa mimi. Nikufanyia chochote kile ninachotaka kwa mambo ambayo umefanyiwa. Alafu kibaya zaidi nimechunguza nimejua kwamba huyo ni kumbe mume wako ambaye amekufukuza. Kumbe nilikuwa mnifanyia njama ili mtake mimi kuniua, si ndio? Sasa bwana, wewe mchukue mkeo muondoke. Mliotaka bahati mbaya hayakuwa. Na pale nilipo mimi nimeishia hapo. Nenda zako. Hapana mke wangu, mimi naomba nisamee. Siwezi ndio kusamee. Nakusamee vipi? Wewe unataka kuniua mimi afu nikusamee? Nikuache huko ndani afu nikuta kuli kwa unafanya, sio? Bwana wewe nilikwambia usiondoke. Nimekwambia usiondoke. Utaondoka maiti hapa. Kama kuingia ndani. Hapo ulivyo. Ondoka, nenda zako. Nisamee hili, mimi sirudi tena. Nimekwambia na bastola. Nitakuondoeni maiti hapa. Niwachimbie shimo niwafukie ndani humu. Ondoka. Kishelema. Naomba fungua geti, watoke nje, alafu funga, sawa? Sawa. Nenda nimekwambia. Nitakupa. Tunaondoka wote. Uondoke na nani? Wewe uondoke na mimi. Naondoka na wewe. Lakini wewe uliyenibilisi. Wewe ndio uliyenifundisha mimi nifanye njama hiyo. Sio kukuibilisi tu. Mimi nimekupima tu akili na mawazo yako nijue una akili timamu, unafaa au hufai. Mkataa pema pabaya panamwita. Wewe mimi nilishakutenga kwa sababu ya kwamba kizazi una. Sasa ina maana umesharudisha kizazi. Sasa umempata mtu akamstiri mzuri, kakufadhili, kakustiri. Leo mimi nakuja kukujaribu kwamba vipi namna gani umekubali eti kisuri Yaani ndio wanavyosema kwamba malipo humu duniani, akhera watu wanaenda kuhesabiwa tu. Sasa huo udhaifu, uzembe, sasa ujifundishe kutokana na uzembe. Wewe una akili timamu. Pamoja na hayo, nimekuja kukushawishi kwamba bwana mtoe macho huyo bwana, na nini hata ningekwambia umtoe roho ungeweza kumtoa roho. Kwa ajili ya nini? Ya maji. Sasa leo mimi na wewe nikurudishe nyumbani kwangu mimi. Sasa akija mtu akikulaghai kwamba vipi namna gani huyu bwana, vipi namna gani, wewe utakosa kuniua, wewe unaweza kuniua. Sasa nimekuibilisi sasa ndio lilikuwa. Sasa ndio utajua sasa kwenda sasa mimi. Tuheshimiane bwana. Nitakubugiza makofi sasa hivi. Mimi nimekwambiaje? Tena nitakunasa vibao sasa. Niache mimi naenda zangu. Wewe endelea na safari yako na mimi naenda. Wewe ufunga. Utasara bwana. Ulishakaa mahali pazuri kabisa umetulia, leo unakuja tena kukubali.
Alipokuja kaniambia basi tumfupue macho ili mimi nichukue mali zile niende anirudie tena. Ni kweli kwa akili yangu mimi nikakubali. Lakini sasa nilipofungua macho kumbe macho alikuwa anaona. Yote ninayofanya bwana yule kumbe anayaona. Baadaye akanifukuza. Natoka nje namwambia Ngombe tunapata na nifukuza namwambia hawezi kunirudia sababu kizazi tena. Mama, siamini kama wewe ulikuwa unataka msaada. Kwa sababu msaada Mungu alikuongoza na tayari msaada ulikuwa ushapata. Lakini kwa upumbavu uliojaliwa nao, utaka kuendeleza msaada aliokusaidia. Ukataka umtoe macho ufaidike zaidi. Sasa mimi nikae nikusaidie kwa kipengele gani? Hivi kama nitakaa nikikusaidia wewe ukanitoa roho mie, ndugu zangu wataniona akili gani niliyotumia? Majirani zangu hapataniona akili gani kukusaidia? Wewe mama mtu mbaya. Tena mtu mbaya ufai hata kufikia kuvuka kwenye geti langu. Kusaidiwa ni mara moja. Usitafute mara ya mwisho. Mara ya mwisho umemaliza wewe. Kwa sababu wewe kosa ulilofanya kwa mwanamume akakufukuza mumeo ni kukosa mtoto. Ukakubaliana kwamba wewe uondoke, ukaja hapa nikakuelekeza mahala pa kusaidiwa na Mungu kajalia imeongozeka kwamba wewe umesaidiwa. Lakini kilichokutokea ukarudi tena kwa mtu yule yule aliyokufukuza, kwani wakati ule ulikuwa umeshashika ujauzito. Naomba nisaidie mimi. Mimi naomba nitakwenda wapi? Nasemaje? Wewe ufanye safari ya kwenda kwenu kijijini. Hapa sikutaki mimi.